Moriega. Moriega ringi. Mwathani agocwo. Ngai no mwega. Na ende ciothe. Murefire. Na niendete Ngai na niekaga uria Ngai endete ri. Na mundu muhonoku uingatite mutumia wa ndigwa na akamutunya mugunda na akaingata ciana cia muru wa nyina ri. No takona Ngai. I thank God for uhuru. Hata kama ulisema ni mlevi, heri uhuru mara 100. Nasema heri uhuru mara 100. Take me where you want to take me. Niĩ ndĩrenda thayũ. Na ngũcarĩria andũ aitũ thayũ kũrĩa guothe ngũruta. Na ndige atĩ andũ aitũ mĩaka ĩngĩ 50 ĩgũka. Gũtirĩ mũndũ ũgathĩnagio harĩa arĩ akahũraga biacara yake na akarĩma mũgũnda wake na ageka maũndũ marĩa arenda. We must stop this culture of use and dispose of our young people and instead develop and deepen a process, which again I want to thank these gracious men and women because they have looked into those issues, of how we can systematically and in a very clear and thought out manner enable our young people who are our future to be a productive part of Kenyan society. I can't do it alone. We must be together and we must engage in that conversation together. Tunaelewana wenzangu? Let us not cheat ourselves. It is our young people. We have a youth bulge that, if not properly handled, can be a time bomb that can blow this country to pieces. And the handling of that has to be done extremely carefully. Extremely carefully. That is not a problem of this community or that. It affects us all. But how we manage it, we must manage it very carefully. We cannot manage it through inciting them. All right? We must manage it by including them in our decision-making processes. Mundu agikorwo we mweshimiwa coka gicagi gwaku wake cukuru wikirire andu thitima na mbeca irio hetwo tiga guku guthiuruka ugitwiraga uria ukaneneha gutire kundu ugathie utari na andu aya ne nguga na ndaria na ruga itu na no guthiuruka gwitu na ni ngwira andu mikore no tuthurite tureta siasa matigecirie nie ndikihe kiao na matikundugamia barabara iria ndithondekeire iria ndirenda gukinya na kuria ndirenda gutwara andu aitu na kuria ndirenda kumakinyia nie ndiaheirwo kura nio nie ndie ndamacariirie kura inywe ne inywe mwanjikirire haria ndi na ngurugama na kihoto kiu kinya ndikie wira uria mwaheire ni mwaigua andu aitu giko giki gitige gutinda gikingia guku. What do you mean? Uchukue watu from the previous government, you give them CS positions, yeah? You even go visit their leader kwake home. And the leader ameambia jenzi wajipiganie. Mimi naambia butwa hupiga huyu jamaa anashangaaga. Mimi najua tu huwa anakaa hivi anashanga sasa. Nitafanya nini? Imagine itabidi umetoka. Uhuru Kenyatta amesema tusikubali kuuziwa uoga na wakiuza uoga tusinunue. He has said that we must keep fighting for our rights. We must keep fighting for Kenya. We must keep fighting to preserve our freedoms, to preserve our democracy. We must keep fighting for better health care.
for better education, for better infrastructure. We must keep fighting. We must keep fighting to preserve the independence of institutions like the judiciary, the police service, and many others. We must keep fighting. We cannot allow abductions and murder to thrive. We cannot allow corruption to thrive. We cannot allow criminality to thrive, because Kenya is worth fighting for. Baada ya Kenya Online Defense Forces na Mount Kenya people kusema they are not bonding, Uhuru ametii. Uhuru hatimaye ametii. Ruto, the handshake was fake. Na Mount Kenya they are not bonding. Na hiyo tulikuambia. Uhuru baada ya kuatakiwa na online kwa sababu ya handshake venye alisalimiana na Kasongo huko sijui ya Soweli ama kunaitwa aje, ameruka Kasongo 100 feet kwenda juu. We hapana cheza na watu wa Mount Kenya, hapana cheza na Kenya Online Defense Forces. Si mchezo. Wenye wanadhani ni mchezo, si mchezo. Imebidi tu atoke vizuri, aseme ana support Gen Zs na ana support ako behind them. Awa support na kila kitu to fight for their rights. Unye ashaongea. Unye akiwa ashaongea, mnaogopa nini watu wangu? Unye ashasema kila mtu achukue mahali kwake. Hii Kenya kila mtu achukue mahali kwake. Why Kenyans hate Ruto? Nimesikia mtu akisema hii mambo ni kati ya Ruto na watu wa Mlima Kenya. No, even a Luya is suffering. Let me tell you. Yes. Even Luyas we are suffering. Even Okieka. We are suffering. Sukari inatoka Brazil, inakuwa packaged Mumias, ndio mnanunua kwa shelf. It does not come from Mumias. Na wale wanafanya hizo vitu ni watu wakubwa kwa hii serikali. Sukari inatoka huko inakuwa packaged Mumias. Hiyo sukari unakunywa sio ya Mumias. Let me inform you. Sukari ya Mumias mnajua quality yake ilikuanga ina gani? Mnajua quality yake. Ruto has taken us back in 60 years. The health sector is in shambles. Sekta ya afya imeporomoka. Kelele hapo nani? Sekta ya afya imeporomoka. SHA haifanyi kazi. Afadhali NHIF ilikuwa inafanya. SHA haifanyi. Linda Mama, mradi ambao ulitengenezwa na Margaret Kenyatta, First Lady, ambao ulikuwa mwanaume kazi yako ni kuweka tu mwanamke mimba, nothing else. Aenda azae free. Kazi yetu ilikuwa tu kuweka mimba. Saa hizi hiyo mradi, vile Hasala ambaye alizaliwa kwa umaskini aliingia, akaona hii mradi haifai hao maskini, akatunyang'anya. Vaccine ya BCG for newborn babies, hiyo vaccine ya kwanza, saa hizi hakuna, but kuna vaccine ya ng'ombe. Ya ng'ombe iko. Hata condom saa hizi, imagine, hata condom saa hizi hakuna. There is no condom anywhere. Kenya was an economic hub in Eastern Central Africa. Kenya ilikuwa economic hub in Eastern Central Africa. Saa hizi Ethiopia wametuovertake. Tanzania ndio hao wametuovertake. Mpaka president wa Kenya mwenyewe anaenda kukongratulate Tanzania kwa kutuovertake kwa manufacturing. President anaenda kukongratulate Tanzania. Kenya was a model of democracy in Eastern Central Africa. A model of democracy. Saa hizi Kenya is a capital of abductions and human rights violations. Wasomali wakipigana, Kenya was the safest place to run it. Watanzania wakipigana, Kenya was the safest place to run it. Kenya saa hizi is a very dangerous destination for anyone in this world. You can be abducted anytime. I know even here where we are, there are abductors. You can be abducted anytime. Anywhere. Anywhere. Patanisha wa Kenya. Biblia inatufundisha Mathayo 5:9. Heri wapatanishi,
kwa sababu wataitwa wana wa Mungu. Come on. Yeah.